Zaidi ya familia 100 katika eneo la Ndabibi, eneo bunge la Naivasha katika kaunti ya Nakuru, wamelazimika kulala nje kwenye baridi kali baada ya mafuriko ya ghafla kusomba makazi yao, shule na vituo vya biashara siku ya Jumatatu usiku. Mafuriko hayo yalisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha katika msitu wa Eburu, ambayo ilisababisha maji mengi kujaa na kushuka kwa kasi hadi vijiji vya karibu na kuacha uharibifu mkubwa nyuma yake. Mashamba yalizama, mali ikasombwa na barabara nyingi zikawa hazipitiki. Kwa mujibu wa aliyekuwa mwakilishi wadi wa eneo hilo Gadariki Kamanu, hali hiyo imesababishwa na mifereji ya maji iliyojaa taka na kutotunzwa vyema. Aidha, Gadariki ameonya kuwa huenda hali ikazidi kuwa mbaya iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Kwa sababu hili ni jambo la dharura, na mwelekeza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Susan Kihika, gavana wa Nakuru, manake hii ni njia ya maji, ni mto. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa, unahitaji excavator ije ichimbue kama idisilt kwa njia hii yote ya maji, manake maji haya yanaelekea mto wa Lake Naivasha. Kwa hivyo kuna njia mbili, njia ni kutoa mchanga na ya pili ni kujenga culvert na pia ambazo zitadumu. Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Nakuru kuingilia kati na kutatua janga hili kwa haraka. Mkulima wa eneo hilo Salim Narokora alielezea tukio hilo kuwa la kusikitisha, akifichua kuwa mifugo na mazao yaliyokuwa tayari kuvunwa vimesombwa na maji. Vile mhubiri wa eneo hilo Joseph Esokona alielezea hofu ya maafa zaidi endapo mvua itaendelea kunyesha. Tunaomba serikali yetu atusaidie kwa ajili ya maji. Maji imetufurika leo usiku, hatujalala, vile hata inataka nyesha saa hii, hatujui tunaelekea wapi. So tunaomba usaidizi kwa serikali yetu ya kaunti na serikali yetu yote watusaidie. Maji yametuvamia hasa jana usiku, ambapo mvua haikuwa hapa lakini ilinyesha mlimani. Kwa hiyo maji yakachukua mkondo na yakatupata kwa kazi mwendo wa saa 2 usiku, na kuanzia hapo ikajaa manyumba, ikabeba vitu vingi na hata ikaharibu chakula. Ingawa mamlaka bado hazijadhibitisha vifo vyovyote kufikia sasa, wakazi wamesalia katika hali ya tahadhari, huku utabiri wa hali ya hewa ukionyesha uwezekano wa mvua zaidi. Timu za dharura zinahimizwa kuharakisha tathmini ya madhara, kusaidia familia zilizoathirika na kuweka mikakati ya kuzuia mafuriko zaidi. Nikiripotia Mwanga wa MBCI Radio, mimi ni Carlson Mgod.